Yesu anaokoa. Amen. Hakuna kitu ambacho kipo katika ulimwengu huu ambacho hakikutokea kabla. Amen. Kila jambo unaloliona linatokea leo lilikwisha kutokea kwa watumishi wa Mungu nyuma. Amen. Hata unavyoona kwamba wewe ni mlevi, kuna walevi walikuwepo. Hata kama unajiona ni mzinzi, kuna wazinzi walikuwepo. Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Yoshua, wakati kwenye nchi ya wana wa Israeli wakiwa wanaenda kupeleleza, Biblia inaniambia alikuwepo mwanamke mmoja kahaba aliyekuwa anaitwa Rahabu. Huyu mwanamke alikuwa ni kahaba, alikuwa amekwisha kutengwa na jamii yake, amekwisha kutengwa na familia yake. Lakini saa ya wokovu, wakati wameenda kupeleleza habari za kule katika ule mji ule kwa ajili ya vita, wale watu wakafika wakaenda kujificha kwa kahaba ambaye alikuwa anaitwa Labani. Walipofika mahali pale, tazama akawaficha, wale watu hawakuonekana. Rahabu akawauliza, akawaambia, mimi nimewaficha, je, mimi mtanifanyia nini? Wakasema ya kwamba unataka tukutendee nini? Yeye akajibu akasema, tazama ninao ndugu zangu. Haleluya. Akasema ninao ndugu zangu huko, ninaomba tafadhali wasiweze kuangamia, ninaomba tafadhali waendelee kusimama, wawe na afya njema. Lakini wale wanaume wakamwambia, wale watumishi wa Bwana wakamwambia, wakikaa katika nyumba zao zile wataangamia, lakini wanachotakiwa kuja kukifanya ni kukaa katika nyumba hii ya kwako, ili kwamba tuweke kitambaa chekundu, watakapopita kuangamiza hii nyumba haitaangamizwa. Huyu alikuwa ni mwanamke ambaye ni kahaba. Yesu akamwokoa, Mungu akamwokoa kwa njia ile. Kwa hiyo kwenye Biblia wote walikuwepo wa kutosha, walikuwepo wenye mali nyingi. Biblia inaniambia wakati mmoja wana wa Israeli wakawa chini ya Sisera. Biblia inasema wakati mmoja Debora akasimama kama mwamuzi wa wana wa Israeli. Wakati huo wakawa wanakimbizwa na yule Sisera. Biblia inasema ukaandaa ile vita. Walipoandaa, Biblia inasema Sisera akaandaa magari yake na farasi, tena magari ya chuma kwa ajili ya kupigana na wale wana wa Israeli. Lakini wakati ule ambao Bwana alikuwa amekusudia wokovu kwa wana wa Israeli, kuokolewa kwa wana wa Israeli, Sisera akakimbia yale magari yake, maana yalipigwa, akaenda kujificha. Alipoenda kujificha, Bwana akakutana naye huko, akampiga Sisera akafa. Alikuwa na majumba mengi, alikuwa na magari ya kutisha, alikuwa na majeshi ya kutisha, lakini hakuweza kumshinda Bwana, lakini hakuweza kujificha jicho la Bwana, lakini hakuweza kujificha mbali na Mungu. Kwa maana siku ya leo tunakwambia habari za Yesu Kristo. Ukimpokea Yesu Kristo, unakuwa umepata kitu bora, unakuwa umepata kitu chema ambacho ndani ya moyo wako kitakusaidia nyakati hizi na hata zijazo. Yamkini unasumbuliwa na matatizo, yamkini unaona ugonjwa unakusumbua, yamkini kuna shida na kusumbua, yamkini kuna tatizo na kusumbua. Wakati mwingine umekata tamaa, wakati mwingine umevunjika moyo, wakati mwingine huoni njia ya kutokea, lakini Yesu amekuja kwa sauti ya upole, anakuita mwanangu, njoo pokea leo. Anakuita na kukubembeleza, anasema ukimpokea utapata amani, ukimpokea utatoka katika mateso, ukimpokea utatoka katika vifungo vya ibilisi.